cha Waamuzi sura ya 6, si kama katika unaweza kusoma ya watu kuna safari wa kike soma. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Kwanza alipewa maelekezo kusoma hiyo hapo, anaambiwa akaivunje madhabahu ya Baali alionayo baba yake. Sio madhabahu ya baba yake, madhabahu ya Baali alionayo baba yake. Kwa vitu viwili. Wewe unaweza ukawa kusukuma hiyo kwa madhabahu ya kifika. Wewe unaweza ukawa mzinza lakini ukawa na madhabahu ya kiha inayokutesa. Na madhabahu ni hatari sana. Zamani walijenga wakafanya mingi mitambiko, wakamwaga damu, wakatoa nyama, wakafanya vitu vingi kwenye zile madhabahu za mashetani. Sadaka nyingi zilitolewa. Sasa sadaka zile huwa zinamuunganisha mtu na ile madhabahu. Kwa hiyo nakuta familia zilishakuwa connected kwenye zile madhabahu. Sasa inapovunjwa ile madhabahu, lazima kuwe na replacement, yaani kuwe na madhabahu nyingine ya Mungu. Na hali hii inahitaji dhabihu pia. Na dhabihu huwa ni kiunganishi. Ng'ombe wa pili wa miaka 7 ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yake, kwa sababu ilikuwa ni giza. Walifikiri ni sawa, walifikiri hayo ndio maisha, lakini sasa inakuja kuwa na madhara kwa watoto. Zamani watu walikuwa wanashindana uchawi na uganga, kwa sababu nuru ilikuwa bado na giza ilikuwa limetanda. Sasa hizo madhabahu lazima ziangushwe. Sadaka hapo inahitajika. Sasa anaambiwa kuiangusha madhabahu ya Baali alionayo baba yake. Ni kusukuma, lakini ana madhabahu hata ya Iha, alishaenda kuifuata huko akaeleza. Na hili ni tatizo kubwa sana, lipo hata majumbani, hata ninyi wa mama ambao mmewako wajaokoka na kutana madhabahu fulani, kwa sababu wao kila kusikia kuna mganga sehemu anaenda kule, kwa hiyo anaileta ile madhabahu nyumbani. Kama haitavunjwa hata akifa huyo, bado itakuwa na mahusiano na hiyo familia kulingana na connection ambayo imeshafanyika. Sasa mzee wa siku akamwambia kuondoa mtata inatakiwa iangushe hiyo madhabahu. Madhabahu alionayo baba yako. Unakuta familia, mama ana madhabahu yake na baba ana madhabahu yake. Nyingine iko mbele ya nyumba, nyingine iko nyuma ya nyumba. Unafika wakati mama yako anaenda nyuma ya nyumba. Sasa watoto mliozaliwa hapa katikati lazima mpate tabu sana, kwa sababu unakuta upande huu unavutwa na upande huu unavutwa. Pendwa huku na huku umependwa, wewe unakuwa tatizo. Hii unakuta sasa baba anaita jina na mama naye anaita jina, mtoto mmoja huyo. Mtoto baba yako anakuita masumbuko, alafu mama anakuita mateso.